Mchawi wewe, umenasa? Hapana, mimi sio mchawi. Kumbe wewe ni nani? Mimi ni yule kijana nikupendaye kwa dhati. Unipendaye kwa dhati? Ndiyo. Nani sasa? Usijali, usiniogope. Watu wengine hao. Dawa. Hivyo wewe, huo mguu wako na nini? Huyo mganga wako hatari alikuchanjia hiyo dawa. Unafikiri ni mchawi ni wewe mwenyewe? Hii miguu ni tsunami na ni tetemeko. Mungu wewe panganga wewe. Pingapita gari au pikipiki au bodaboda, usingesababisha ajali. Tena wewe, mpumbavu kiazi wewe. Sasa wewe subiri. Si unajikuta mjanja eh? Wewe unajikuta mjanja. Subiri dawa yako inachemka. Nitakuonyesha kama mimi ndo mchawi original. Yaani wewe uchawi mimi nimezaliwa nao na nimerisishwa na mababu juu ya mababu. Wewe subiri nitakuonyesha. Unajikuta mjanja. Unataka unitengue kiuno bado kijana mdogo? Wewe subiri sasa. Usinitishe wewe, Mungu wa wewe. Wewe ni mtoto uchawi upo Kigoma. Kigoma ndo kuna uchawi. We kaka vipi? Hivyo nisingekuwa nakupenda wewe mwanamke, leo ningekufanya kitu ambacho hujawahi kufanya kwenye hii dunia, kwa sababu nakupenda tu na kuacha. Sasa nisikilize, nimekuletea zawadi, zawadi ya mandazi. Mandazi yenyewe haya hapa. Hivyo una akili kweli wewe? Wewe kwanza unanipendaje wakati unajua mimi ni mke wa mtu? Alafu nimekwambia kwamba mimi nina shida na mandazi yako. Sikiliza nikwambie, mazoea na mimi uache. Mimi ni mke wa mtu na nampenda mume wangu. Sitaki unifuatilie kuanzia leo. Yaani nishakwambia sitaki. Hivi wewe ni kwenye fungu gani? Hivi wanawake mna matatizo gani? Mkipendwa mnamueleweki, msipopendwa mnaenda kwa waganga kutafuta dawa ya kupendwa. Mimi nimekupenda wewe. Mimi ni kama malaika niliyekuja duniani kwa ajili yako wewe. Mimi nakupenda. Niko tayari kwa lolote. Na haya mandazi tunayafananisha na gari. Hivi haya mandazi yanaweza kuwa na thamani ya gari? Nisikilize, haya mandazi utakula utashiba. Ndio maana unazidi kunawiri, unazidi kupendeza. Ndio maana nimekuletea zawadi ya mandazi ili uzidi kunawiri. Sikiliza nikwambie, endelea kunifuatilia hivyo na nitaenda kumwambia mume wangu. Na hivyo vizawadi vyako sijui mandazi sijui nini. Wenzao wanaonga gari, wewe unaniletea mandazi. Nishakwambia sitaki na sitaki unifuatilie. Uwe na mme, uwe na mpenzi, usiwe na mahusiano, uwe na kitu chochote kile. Wewe ni mali yangu, ninakupenda. Uwe na kitu chochote, sijali. Wewe nakupenda, wewe ni mali yangu. Niko tayari kutoa uhai wangu kwa ajili yako. Yaani wewe. Mume wangu bora umekuja. Yaani huyu mkaka mimi hata simuelewi. Mara ananiambia sijui ananipenda, mara sijui kaniletea zawadi ya maandazi. Yaani mimi huyu kaka hata simuelewi kifupi yani. Kama kila kitu kilichozungumziwa hapa nimekisikia. Ninachokuomba, nenda nyumbani. Vijana wapumbavu kama hao najua kudili nao. Nisikilize wewe mtu. Unaendaje hivyo? Achana wewe mshamba. Sikiliza, kwa sababu ya upendo wangu naongea mbele ya huyu. Chukua ya mandazi nenda nayo. Sitaki ni maandazi vyako kwenda. Bebe nangu. Wewe, ndio nisikilize. Huyu binti ni mke wa mtu. Mtu mwenyewe ni mimi. Sasa ukiendelea, kitakachokuja kukukuta, familia yako isinilaumu. Umenielewa? Wewe nangu. Hivi wewe kwa kujiangalia wewe ulivyo na yule mwanamke mnaendana? Sura yenyewe imekupauka kama mandazi. Ukijitazama kuanzia chini mpaka juu, ueleweki. Hivi wewe, huyu mwanamke anaweza kuwa hadhi yako? Nisikilize, huyo mwanamke anafaa kuwa na mtu kama mimi. Anafaa kuwa na HB kama mimi. So kama wewe unamzeesha. Huyu mwanamke sio umbo lake. Huyu mwanamke sio uzuri wake. Wewe umemzeesha, umempausha pau. Sasa nisikilize. Ninachokuomba, achana na huyo mwanamke, kwa sababu mke wako unampenda sana kuliko kitu chochote kwenye dunia. Sijui unanielewa? Kuna msemo wanasema hivi, mke wa mtu ni sumu. Usipoacha hiyo tabia, hiyo sumu itakutafuna, halafu utakuja kuamini. Wahenga kweli walisema mke wa mtu ni sumu. Usichokijua sasa, sumu yenyewe ndio mimi. Mimi ndio sumu yenyewe. Kwa hiyo usikula sumu inakufa. Sasa nisikilize, sumu yenyewe ndio mimi. Sasa wewe nengeneka, wewe endelea. Nimekwambia
achana na huyo mwanamke, la sivyo nitakuja kufanya kitu ambacho kwenye hii ulimwengu watakuja kunishangaa. Onyo, achana na huyo mwanamke kwa herufi kubwa. Sawa. Ila sasa zingatia nilichokuambia. Mama mchawi. Wewe umenasa? Hapana, mimi sio mchawi. Kumbe wewe ni nani? Mimi ni yule kijana nikupendaye kwa dhati. Unipendaye kwa dhati? Ndiyo. Nani sasa? Usijali, usiniogope. Mungu wangu, kumbe ni wewe. Ndiyo, ni mimi. Kumbe ni mchawi. Hapana, mimi sio mchawi. Lengo na dhumuni la kuja mahali hapa ni kwa sababu nakupenda sana, nakuhitaji sana. Niko tayari kufanya chochote kile kwenye ulimwengu kwa sababu nakupenda sana, ninakuhitaji sana. Hapana, mimi nishakwambia mimi tayari nina mume wangu na nina watoto wangu. Mimi nishaolewa tayari. Niache, mimi sikutaki. Najua ndio kuona familia yako, na kuhusu swala la watoto, ondoa shaka kabisa juu ya hilo. Watoto wako nitawapenda kama wanangu na nitawasomesha kwenye shule zenye hela. Na kuhusu mahali uliotolewa, niko tayari kulipa mahali ya mara 3 ya mume wako aliyoitoa, kwa sababu nakupenda kweli. Uko ndani ya vilindi vya moyo wangu. Wewe ni mwanamke pekee ambaye umeziteka hisia zangu. Sitamani kukupoteza. Nakuhitaji sana. Mimi sitaki. Niache mimi na mume wangu na familia yangu. Mimi sikutaki. Nishakwambia wewe kaka, mimi sikutaki. Na kumbe tena wewe ni mchawi. Nishakwambia mimi sikutaki. Niache mimi na familia yangu. Naomba unisikize kwa makini kabisa. Kwa umeamua kukataa zawadi yangu. Nimekuletea zawadi kwa sababu nakupenda. Sasa basi, kama hutaki kunielewa, naomba unisikize kwa makini sana. Usitaki nitumie nguvu kukulazimisha unipende. Ni bora unipende wewe mwenyewe kwa hiari kuliko kukulazimisha mimi unipende, kwa sababu unajua itakukosti, nitakuumiza. Na sitaki kukuumiza kwa sababu nakupenda. Sitaki usilazimisha kufanya kitu ambacho ni kibaya. Na hapa tu nimefungua ukurasa wa sehemu yangu ya pili wa maisha yangu. Kidogo tumekuonyesha. Usitake nikuonyeshe sehemu ya 3. Nikuonyeshe sehemu ya 3, najua nitakuumiza. Naona sasa unakoelekea ni kubaya. Kama utaki kuwa na mimi, kuanzia mume wako, watoto wako, wazazi wako, uzao wako, ndugu zako wote nitawaua. Nitawaua. Narudia, nitawaua. Sasa nakupa masaa 24. Naomba jibu langu. Usijiulize jibu utanipa vipi. Mimi ni kama upepo, ulipo nipo. Ukiniwaza kwa mabaya, nitakuja kama mbaya, na ukiniwaza kwa mema, nitakuja kama mwema. Sasa naomba jibu langu ndani ya masaa 24 tu. Ole wako usinipe jibu langu, utanijua mimi ni nani. Ndugu yangu bwana. Naam. Bana, mimi nimekusimamisha hapa kwa jambo moja. Kuna kitu kinanisumbua sana. Tatizo gani tena ndugu yangu? Kuna kijana mmoja mimi nahisi anatembea na mke wangu. Mkeo? Kivipi? Kwa sababu mazingira nayo wakuta kuna kitu kinaendelea. Sasa basi nilikuwa naomba unishauri, namfanyaje huyo kijana? Sasa brother, yani sichokijua sasa na kuomba damu kwenye maiti. Wewe mwenyewe unajua nipo single, sijaolewa. Samahani, wewe mwenyewe unajua sijaoa. Alafu unakuja kuniambia mimi nikusaidie. Mimi nikijisikia hamu naenda kununua sabuni ya 200 kwa mangi pale. Nikijisikia kunyandua au kuzagamua kwa mangi sabuni za 200. Sasa mimi nitakusaidia nini ndugu yangu? Unajua vijana ambao mko single mna matatizo yenu.
kwanza, nyinyi ndo mnasumbua wake zetu. Pili, mna ushauri wa kutosha kuhusu ndoa, na nilivyokuangalia wewe ulivyo, heshima yako, tunavyoheshimiana, unaonekana una experience kabisa katika haya mambo. Kwa hiyo ndugu yangu, nakuomba chonde chonde nisaidie katika hili. Ninafanyaje? Na huyo kijana lazima tu unamfahamu. Vipi wewe? Mume wangu. Ni bora hata nilipokukuta. Unamkumbuka ile mkaka tuliokutana naye pale njiani, mume wangu, ulionikuta naye? Ile mkaka, mume wangu, ni mchawi. Yaani nimemkuta nyumbani na manguo ya kichawi. Yaani mume wangu, naogopa. Hivi unajua ameniambiaje? Kaniambia nisipomkubali anakuwa wewe mpaka na watoto. Na sio hapo tu, kaniambia mpaka na ukoo wote anaua. Anachotaka mimi eti nimkubali. Mume wangu, naogopa. Yaani unajua naogopa mume wangu, sijui hata tunafanyaje. Ndugu yangu. Na umesikia nilichokuwa nakwambia? Mimi nikajua mtu ana mabunduki, ana marisasi, yana amekuja na mashoka na mapanga, amekuja kuwakatakata. Kumbe shida ni uchawi. Sisi Kigoma blaza, huwa tunauliaga na ugali, tunauchukua kabisa, tunaunga mchuzi, tunaunga na nyanya, safi kabisa. Maisha yanaendelea. Huwezi ukakaa kindezi kiivo. Wewe ni rafiki yangu, mimi nitakusaidia. Maki sina rafiki mwingine zaidi yako, nikikuacha ukiangamia, mwenyewe nitapoteza. Shemeji, ukitusaidia. Yaani mimi nitashukuru sana, yaani mimi ninavoogopa, yaani niacheni tu jamani. Unajua mpaka sasa hivi siamini unachokiona. Hivi wewe Muha anavyokujua wewe, swala la uchawi unaenda kulimaliza wewe. Una tatizo gani brother? Yaani wewe imeshafuru kabisa, hapa tulishamaliza. Mchawi Karaba. Mchawi Karaba. Mchawi Karaba. Mchawi Karaba. Nakuita njoo. Mchawi Karaba. Mchawi Karaba. Unaniitia nini wewe? Au unataka nini? Naambia unataka nini? Hebu nisikilize. Nimekuja hapa kukuonya. Mara moja tabia yako ulionao mbovu. Yule mwanamke unaomfuatilia ni mke wa mtu na ni mke wa rafiki yangu. Kwa hiyo kama ni mke wa rafiki yako au kama ni mke wa mtu, yeye inakuuma nini? Au unataka nini? Usinichimbe biti. Nisikize, nitakutengua kiuno kama nilivyokutengua juzi. Au umenisahau? Wewe nakuchukia. Unakumbuka juzi umeniharibia mipango yangu? Yaani unakuniharibia mpango yangu wewe? Mimi nimetega mtego wangu pale barabarani kwamba gari yoyote itakayopita pale ipate ajali, watu wafe. Ndio furaha yangu mimi, ndio kafara yangu mimi. Lakini wewe unategua mtego yangu. Hivi ulizani kwa akili yako wewe unaniweza sana kukuacha wewe ila siku barabarani ukajiona bingwa. Kisa hizo vichale vyako ndio unaanza kujitutumua Sasa acha kudanganya waganga, kitakuponza, nitakuwa. Sasa nisikilize kwa makini. Si unamtaka yule mwanamke? Namtaka. Na kuruhusu nipe pesa. Unanyandua mara moja tu, unapita kushoto na urudi tena. Na hayo nene. Nisikilize nikwambia wewe. Sawa. Nisikilize. Wewe yule sijamtamani. Iweke akilini mwako. Bali nimempenda. Alafu nikikuangalia kuanzia chini mpaka juu, huna hata mahusiano wala hujawahi kuwa hata na mwanamke. Ndio maana uko hivyo. Sasa sipangiwi kitu chochote. Nadhani umenielewa. Sasa wewe kutokuwa na mwanamke mimi na kuhusu nini? Wewe mbea wewe. Sasa tusikilizane kwa makini. Si unanielewa? Ukiendelea kufuatilia yule mwanamke na kutengua kiuno kama nilivyokutengua juzi, hilo ni onyo. Na ukome kabisa, tena ukome. Mimi Kigoma nimeaga. Wachawi wenzao wanaroga wapate hela. So wapate wake za watu. Wewe mbwa nini? Sisi uchawi tunatembea nao kwenye kiganja cha mguu. Unanitisha mimi? Wewe mpuzi nini? Bebe! Wasamba kwa kilomita yangu mimi ndadere. Nisikilize. Sibishani na wewe. Sijaja hapa kubishana na wewe. Hebu goja. Sasa basi. Nisikilize kwa makini.
kuhusu swala lako ulioniambia, acha nikajifikirie, maana mizimu kuna ishara imenipa, kuna taarifa imenipatia. Ngoja nikajifikirie kwanza, nikasikilize mizimu. Sawa, ukitoa hela nitakuruhusu, ila usipotoa hela nitakuua. Uendelea kumfuatilia. Nashoka Kokaya. Nimekubembeleza, nimekuja kistaarabu sana kwako, nimekuja kiungwana, umeshindwa kunielewa. Nimetumia kila aina ya mbinu kukuonyesha namna gani nakupenda, umenikataa. Nimekuletea zawadi, umeikataa. Sasa basi, acha nitumie hii njia ya kishetani, japo najua itakuumiza sana. Sikutaka kufanya haya yote kwa sababu nakupenda sana, ila imenibidi nifanye haya yote. Najua hii njia ni mbaya sana na inaumiza sana, maana unaweza usione siku zako ndani ya mwaka mzima. Ila sasa haina budi, acha nifanye. Najua tu utanipenda kutumia hii njia, maana utapata maumivu makali sana, utahangaika sana. Acha tu nitumie hii njia, maana ndio furaha yangu, na utanipenda tu na imani. Nakupenda sana, wewe ni wangu, sitaki uwe na mwanaume yoyote yule. Nakupenda, nipe utamu mama. Hivi kweli huyu jamaa amezamiria kitu hiki kufanya kweli? Yaani amefikia hatua ya kuja kulala na mke wangu ndani ya nyumba yangu. Kuna vijana wengine wanajitafutia matatizo pasipo kujua wanafanya nini. Mungu atanisamehe, hata serikali yenyewe kwenye hili itanisamehe. Lazima niue mtu ese. Sasa leo nyie wajinga ndo mtanijua mimi ni nani. Yeye nafikia hatua ya kuja kufanya ujinga ndani mwangu.
ama zangu ama zenu. Lazima leo niue mtu. Unasemaje? Nilala hapa na muota tu ule mchawi yana ananilazimisha tufanye naye mapenzi. Yaani amefikia hatua hiyo. Unamuota kwenye ndoto mnafanya mapenzi. Kwenye nyumba yangu kuna vitu vya kufumbia macho. Lakini sio hili swala. Okay? Nisikilize mke wangu. Yaani huu upumbavu nikiulea itafika hatua atafanya anavyotaka yeye. Yaani kama amefika hatua ya kuja kukuingilia kimwili kwenye ndoto, je, ikiwa wazi atafanya nini? Nisikilize, hakuna cha tutafanyaje. Yule ni mtoto mdogo, macho kwa macho, nyama kwa nyama. Hakuna kumshirikisha mjumbe wala serikali za mtaa. Naenda kumaliza mimi mwenyewe. Sijui umenielewa? Mimi hapo naenda kutafuta mambo mengine tena. Mungu tu ili atujue hata tunalifanyaje. Umfuate tena si ndio atatumaliza kabisa. Siwezi nikakubaliana na huu upumbavu. Au umeshafanya? Na maana mume wangu niamini tena na wewe. Mimi naenda kumalizana naye, wewe tulia hapa nisikilize. Kaa hapa hapa. Wewe umeniharibia kwa yule mwanamke na umejiona mjanja. Alichotaka kunipa yule mwanamke wewe utanipatia. Ngoja nikuonyeshe. Sasa naona kimekupata. Unajikuta wewe mjanja. Sisi uchawi tumezaliwa nao. Sasa nakuona. Aya, njoo. 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 Njoo mwenyewe. Aya, jilete. Jilete. Unajifanya wewe mjanja. Unajifanya wewe mjanja kwamba umechanjiwa eh? Njoo. 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 Aha. Wewe mjanja eh? Wewe mjanja eh? Aha. Sasa, haya, jue. Jue kwenye huo mti. Jue. Jisimike. Yaani nataka achama, achama. Ingiza mdomo kwenye huo mti. Ingiza mdomo. Ingiza mdomo. Ingiza mdomo. Unajifanya mjanja. Unaanguka. Haya, wewe. Haya, rudi tena kwenye mti. Rudi, rudi kwenye huo mti. Rudi, rudi. Haya, achama, achama. Ingiza huo mti. Ingiza huo mti kwenye mdomo. Ingiza, 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 ingiza. Sasa wewe unajifanya mjanja. Nikuonyeshe. Wewe si mjanja. Unajidai una nguvu eh? Ngoja. Baba ukagi, baba ukagi. Sasa. Hii ndio kiboko yao. Hii ndio kiboko yako. Sasa babu, acha nikutumie babu. Nenda ukamshenyete huyo kijana. Nenda ukafanya yako. Utamu ambao ningepata kwa yule mwanamke
Sasa nenda ukapate kwa huyo kijana. Sasa inuka kijana, inuka. Haya, geuka. Safi sana, uko vizuri sana kijana, uko vizuri. Watu kama nyie wambea ambao mnafuatilia mambo yasiyowahusu, hii ndio tiba yenu, hii ndio dawa yenu. Safi sana, uko vizuri sana kijana, uko vizuri. Oya. Nani tena amekuokoa kwenye mtego wangu? Mambo gani unafanya sasa? Ndugu yangu, mbona unapenda kunizalilisha? Yaani barabarani unafanya vitu vya ajabu. Unafanya mambo gani haya? Yaani unakatikia mauno mti kweli? Mtoto wa kiume. Sasa sio mimi. Ni nani? Yule mchawi. Kesha nifanyia kitu kibaya. Aya! Hebu tulia basi. Hivi, huyu jamaa anataka nini? Anachokitaka yani ni kitu gani ambacho anakitaka mpaka inafikia tu hii? Nani tena ameniharibia raha zangu? Hebu ngoja niangalie kwenye rada zangu. Wewe. Hivi unajua yani hiki ambacho umefanyiwa wewe ndo alichofanyiwa mke wangu? Basi sawa brother, sikiza. Nisaidie nichumie majani yale pale. Niokoe ndugu yangu. Sasa majani yanasaidia nini? Wewe niokoe kwanza. Niokoe nitoke kwenye hali Haya. Hayo unayoyaona hayo ya kijani. Umbea tu. Mimi ndo natuponza tamaa hizi. Hii dawa hatokiwa sehemu yoyote. Wewe mwenyewe nakusaidia. Ukiona jani lenye rangi hii, kata tu paka. Hii dawa nzuri sana. Wewe unataka kuniambia inasaidia nini kati yako wewe na yule jamaa ambaye tunatakiwa kumfuata? Kwani hapa ni wapi brother? Unaniuliza wakati mimi nimekukuta. Mimi nilikuwa nakufuata kwako, nataka twende kwa huyo jamaa. Yaani kitendo alichomfanyia mke wangu siwezi nikakubali, yaani sikubali. Lazima nimalizane naye leo hii. Kwa sababu ni upumbavu. Sasa sikiliza brother. Mimi mwenyewe sikubali kweli. Sikubali hata mimi mwenyewe. Sikiliza, twende dukani. Kufanya nini? Twende dukani. Muha ndugu yangu, dukani tunaenda kufanya nini? Tunaenda kununua mafuta. Haiwezekani na mimi siwezi kubali. Tunaenda kununua mafuta. Tena mafuta ya nazi. Mafuta ya nazi? Yanasaidia nini kwake? Tutajua huko. Utajua anasaidia nini. Sikilize, sawa? Yaani kwa kitendo kile cha kinyama alichokifanya kwa mke wangu, alafu nimekuta hicho kitendo anakufanyia wewe, siwezi kusubiri mafuta wala nini. Tuondoke tumfuate alipo. Si unapafahamu kwake? Napajua mwanzo. Twende sasa. Leta tujua. Yes mjanja. Ndio ngoja taona yeye wewe. Mimi nimechachoka. Haweza katuletea tabia za kishenzi, tabia za hovyo. Hawezi akaenda akajificha kwenye kichaka huko juu. Hao na shida tu hapo.
Afadhali mmejileta. Afadhali. Asante babu kwa kuniletea hao watu. Wewe kijana, nakuchukia. Tena afadhali umejileta. Umeingia kwenye anga zangu. Umeniharibia mambo yangu mengi sana wewe kijana. Na wewe umeninyima mke. Umeninyima mke. Sasa ninyi nyote lazima leo mfe. Lazima mfe. Usidutisha wewe mbwe, wewe hauna kitu chochote, wewe ni mandazi tu. Mpuzi wewe, uweze katugeuza kama chapati. Uweze katuzalisha kiasi hicho. Brother, huyu lazima na sisi tumponde ponde tumuue. Wewe. Sasa unapoelekea ni kubaya. Na leo ndo mwisho wako. Yaani leo lazima tumalizane. Vitu unavyovifanya hakuna jamii yoyote ambayo inaweza kukusamehe. Mbona wewe shetani? Mbona ushetani wako ni kwenye uso mpaka kwenye roho yako wewe? Pumbavu mmoja wewe. Nisikilizeni nyie, kabla hamjapambana na mimi, acheni kwanza mpambana hazina yangu. Usidutishe kitu chochote wewe mwanamke wewe. Wewe ni mwanamke kama wanawake wengine. Sasa basi, atakayeweza au nyinyi nyote mkiweza kupambana hii hazina, mkiweza kuichukua hii hazina hapa, nyinyi na mimi vita inakuwa imeisha. Zote ziko hapa. Basi sasa mnataka kununua kiwanja? Sitao nataka kujenga majumba nani? Chanika huko. Ndio kila kitu. Hivi ni kweli? Niko serious, kwani mimi nishawahi kukuangusha? Alafu kaniweka kwenye mtego. Wanawake wakimboka tutaenda kuwapata. Basi. Usichukue. Usichukue, wewe ni mweupe sana. Wewe una chochote. Wewe niache. Na unifanye kitu chochote. Sasa nachukua. Kijana, umejionea. Yaani mimi wakuleta mwanamke. Sasa kati ya mimi na wewe nani mwanamke? Nisikilize kwa makini sana kijana. Wewe ni zaidi ya mwanamke. Ninyi nyote ni wake zangu. Ni mali yangu mimi. Mnatakiwa mje. Wewe bi mkubwa, wewe bi mdogo. Mnipikie, mnifanyie kazi zangu zote. Ni watoto wadogo sana. Hamwezi mkapambana na mimi. Usidutishe wewe, hauna kitu chochote. Hauna chochote mweupe tu. Sasa leo nataka nikupunje na vitamba vyako na kanyaga. Leo nifanye kitu chochote. Nitakupiga ngumi nikung'oe meno. Wewe kumeondoka na utajiri. Afadhali nimekuona kabisa, yani afadhali Mungu wewe. Unajua nilikuwa nakutafuta kweli kweli yani. Toka ondoke na madini sija kuona paka wa leo brother. Ndugu yangu, vitu vingine njoo taratibu. Alafu nilishakukataza. Mwanaume aongei sana. Mwanaume anaongea step by step. Mnasikilizana, mnaweka mipango sawa. Unaona? Lakini wewe ukija yani unapiga sana kelele. Hivi unajua lile dude mimi nilikuwa linaniletea matatizo. Tangu tulivyotoka kule. Nafika njiani nikapiga hesabu. Hapa ili dude hili nikiweka ndani naenda kugombana na mke wangu. Naweza nikavunja ndoa yangu. Nilichokifanya sasa. Ili huku tunafanya mpango wa kutafuta soko,
kujua gharama au bei ya kile kitu kukiuza, nikaamua kuweka chooni. Blaza, mbona kama unanivuruga? Unaweka hela chooni? Milioni 100 umeziweka chooni blaza? Ndugu yangu, subiri kwanza basi. Sawa. Mimi niliweka pesa chooni na zile mimi sikujua kama ni pesa. Unaona? Mimi nilikiona ni kidude tu kama tulivyotoa, lakini wewe umeshaniambia kwamba kina thamani. Unaona? Niliweka hivyo. Sasa nilivyokuja nafika chooni kukichukua ili nikufuate sasa twende kumaliza kila kitu. Nikakuta kipo kimeyeyuka. Bro, usinitanie na usilete masiara kwenye pesa. Umeshauza hela. Nachokiomba ni pesa bro, tusitaniane. Unasemaje? Tusileteane masiara. Unakumbuka pesa haina undugu blaza? Unajua kama pesa haina undugu? Tutachenjiana sasa hivi. Sikia nikwambie, sawa? Mimi nimeshakwambia kidude kile kimepotea. Mimi kitu cha kufanya, si nimepoteza mimi mwenyewe. Hacha nitafanya mpango nijue kinarudi vipi. Kwa sababu umeshaniambia ni hela, lazima nipambane ili kirudi, nichunguze kwamba ni hela ndo tuanze kutafuta mteja. Mimi siwezi nikakiweka ndani nikivunja ndoa yangu. Hapo sawa, kamoyo gani? Kamoyo kanaenda mwelele. Basi vya brother, tungechencheana na tungekosana. Ila sasa sitaki usumbufu kila mara. Unikuta sehemu unanipigia kelele. Unanielewa? Kwa sababu kile kidude kinaweza kikatugombanisha sisi wenyewe. Unaona? Ukianza kunipigia kelele mtaani kule kwa ajili ya kile kinyambolero kile ambacho hakina msingi, alafu unaniambia kwamba ni hela, sijajihakikishia kwamba ni pesa, tutagombana. Sawa, haina shida, tumeshaelewana. Ila jitahidi basi au madini yapatikane. Unajua bana, huu maskini si tulishauaga. Tutanunua magari tunayoyataka, tutanunua nyumba tunazozitaka bro. Ile ni pesa. Sawa. Kitu cha kufanya, wewe tangulia, nenda upumzike, halafu mimi nitakutafuta baadaye, tukae tujue tunafanyaje, itakuwa nimeshakipata. Fresh bro, haina shida. Hapo hapo. Bana, mimi naliogopa, unajua hili. Sasa mbona unanicheka? Lidude wakati hizi hela. Hii mali. Mke wangu huu mkoba mali. Sasa mume wangu hili jamani, mimi naogopa huyu. Si madude ya kichawi haya jamani. Uchawi unafanana na hivi. Sasa hili ni nini, dhahabu? Kama ulikuwepo. Yaani huu mkoba nikienda nao kwa Wahindi. Si matajiri, si watu wengine. Yaani huu Wahindi si ndo wanadili na masuala ya madini. Ili nikifika tu pale wakalifungua kwa ndani wakaliangalia, madini tu. Yaani wametupiga kidogo, yaani wametupiga tu milioni 100. Milioni 100 kwa hili dude hili la kichawi. Sasa kwenye milioni 100 hata gharama ya kasi ya kununua viatu itapungua. Nenda kuchukulia hali ya mpya. Matako ya nyani. Mpya. Kwenye hiyo 25 ambayo imetoka kwa ajili ya gari, tunatoa 25, tunaenda kununua nyumba. Hatuanzi kuchakaa kwenye simenti kwanza tunajenga. Tunanunua nyumba kabisa imeshasimikwa, imesimama pale. Tunabaki kama na milioni 50 na kufungulia biashara yako, alafu na mimi naanza na dili zangu. Hivi unajielewa na maneno yako unayoongea? Unajua na kusikiliza tu. Hivi unacheza na yeye? Mbona utang'aa zaidi hapa? Na nywele zako. Ama kweli wewe nimeamini wewe rafiki yangu ni muongo na ni mnafiki. Si madini hayo hapo nayaona kabisa. Wewe naambia utajiri umepotea. Wewe shemeji. Hivi nyie mbona siwaelewi utajiri gani mnaoongelea mambo yenu ya kishirikina, mbona siwaelewi? Shemeji na wewe jiheshimu bana. Subiri. Sawa. Kwanza una heshima. Yaani unatoka huko unakuja kwenye mji wa watu hata salamu hamna, unaanza kupiga kelele. Mbona vitu vya kawaida tu hivi ndugu yangu?
Wewe unaviona ni vitu vya kawaida, ila kwangu mimi nilikuwa nimeshapagawa. Haiwezekani nife maskini wakati utajiri nilikuwa nimeshaupata. Ingekuwa wewe kuweza wewe brother. Umeona? Yaani hata si wewe. Utajiri, kinachozungumzika ni utajiri. Sikia ndugu yangu. Ni kweli mwanzo mimi nilikwambia kwamba mkoba umepotea. Sawa? Ndio. Nimepambana kwa sababu ulipotelea kwenye mikono yangu. Sikutaka nikushirikishe ili ukawa ugomvi. Mimi na wewe tutaki tugombane. Nikapambana mkoba nimerudisha. Ndio huu hapa. Na hapa tulivyokuwa tumekaa hapa na mke wangu kuna mteja nimempata. Na mteja kashakubali ametoa hela. Si ndio hivyo mke wangu? Sitaki unishirikishe kwenye mambo ya. Uko serious bro? Sikia. Hebu shika uende nao ndani. Alafu tupange kwanza vizuri. Bwana mimi mume wangu mimi naliogopa. Wewe, mbona unakuwa mbishi wewe? Shika huko. Shika vizuri, hizi ni hela. Kwanza unuse kidogo, sikie harufu ya hela inavyonukia. Sasa brother ataondokaje nao ndani? Ataingiliaje nao ndani? Wewe tu. Sawa. Ndio. Sasa tayari mzigo ndio. Huu mzigo ni kweli. Ila kwa nguvu zangu mimi mwenyewe nimeamua kufuatilia kurudisha. Na wateja tayari nao nishawapata. Naona wewe nipe nafasi ili niende nikauze pesa. Nimekupata ndio. Sasa sikiza, mwenyewe hapa nilikuwa na wateja. Mwenyewe wateja nilikuwa nao na muda wote wanaulizia madini yale. Wanasema nachelewa mimi. Nipe nikauze. Shida si milioni 100. Mimi nitachukua milioni 50 na wewe nitakuletea milioni 50. Sikia. Sawa. Tutoke hapa huko. Twende mpaka kwa Ustazi Juma na Msoma. Sawa? Ustazi Juma na Msoma yeye ndo mtu mwenye dini na waini. Unaona? Tukishamkabidhi tu. Sisi maskini basi. Kweli? Sisi Uko serious? wewe kichopo mguu kwa mguu mpaka kwa Ustazi Juma na Msoma. Ili sasa tukienda tukirudi tunachukua mkoba Tunapeleka. Tunaenda kupiga hela. Unajua bwana hayo. Hayo madini yani hayo. Sasa na mtoto wa Wema Sepetu. hapo hapo. Sasa hili tumpiku mtoto wa Wema Sepetu tunapata soko. Sisi tunapiga hela. Soko. Let's go. Tunachelewa. Hizo na mambo mengi. Mbele ya utajiri tena nitaka nife maskini. We. Mchungaji, nilikuwa nakutafuta. Nimekuja kule kanisani nimekukosa. Nikaona nikufuate huko nyumbani kwako. Mchungaji, nina shida. Pole sana. Nini? Mchungaji, nimekutafuta kwa sababu ya hili dude. Hili dude nimekuja na mume wangu nyumbani, sikielewi hata ni dude gani, mara wananiambia utajiri, mara ni nini, nikaona nikimbilie kanisani. Lakini kanisani nilipokukosa ndo nikaja huko mchungaji. Kanisani. Leo tuna ibada ya asubuhi. Leo ibada ni tutapata kanisani kwa kusikiliza. Kwa hiyo tatizo ni hiki kitu.
au hili tunguli uliishi. Hata hapo unaniambia usikuelewa. Mchungaji hivi. Ili dude nimekuja na mume wangu pale nyumbani. Alipokuja nalo vitu anavyoniambia mimi sielewi kabisa. Mara siki kuna utajiri, mara siki kuna nini, mara akaja tena na rafiki yake. Kwa maana niambia siku anataka kwenda kujiuza kwa Wahindi na utajiri. Sasa mimi najiuliza, ili jamani si uchawi huu mchungaji huu. Ndio maana nikasema niulete kwako. Hiyo jinsi gani kunisaidia mchungaji? Inavyoonekana ni kweli. Huu ni mkoba ambao umesimikwa na nguvu za giza. Sasa nataka nijue kama wewe ulikuja kanisani alafu lengo kuu ni swala unataka kusaidia, unataka huduma ya kanisa, unataka niite wako tukae tuongee. Nachotaka mchungaji, naomba unisaidie tu kuniokoa mimi na familia yangu, kwa sababu naogopa ili dude lisije likatugeukia mimi na familia yangu. Ndio maana nikaleta wewe unisaidie, lakini sio kumuita mume wangu atamuua. Sawa sawa. Sasa nitoe wasiwasi. Tumechagua mahala sahihi kabisa. Hujapotea. Sawa mchungaji. Kuna watu wengine yanapotokea matatizo kama haya wanakimbilia kule kule kwa waganga, wanakwenda kwenye shina la haya mambo yanapotokea. Sasa wewe fikiria, mganga wa kienyeji ndiye anatengeneza mikoba kama hii ili awarubuni watu na kuwatesa watu, alafu wewe unaenda kule kule ili akusaidie matatizo. Yaani matatizo aliyoyatengeneza unakwenda kule kule ili akusaidie matatizo. Sasa wewe mshukuru Mungu ukaweza kufungua ubongo wako, umekimbilia mahali sahihi. Haleluya. Kwa hiyo nikusihi tu uwe na amani, ile hofu uliyokuwa nayo utoweke tu kwenye moyo wako, kwa sababu umechagua mahala sahihi kabisa. Na Mungu wetu sisi hajawahi kushindwa. Ni Mungu mwenye nguvu. Mungu aliyoiumba hii dunia, akaiumba mbingu, akaumba ardhi, akaumba vitu vyote unavyoviona na ambavyo havionekani kwa macho. Huyo ndio Mungu ambaye namtumikia mimi, ndio Mungu ambaye namuomba mimi. Kwa hiyo umefika mahala sahihi kabisa. Amina. Sawa sawa. Na naomba uamini kwamba hilo ulilolichagua umechagua vyema kabisa, na kupitia wewe watu wengi watauona ushuhuda wa Mungu, wataziona nguvu za Mungu na watamwamini Mungu kupitia wewe. Sasa hii haina haja ya kwenda kanisani au kuingia ndani kuanza kupiga magoti kuomba, kwa sababu hiki kinyambolele au huu mkoba kwangu mimi ni kitu kidogo sana. Kwa hiyo naomba uinamishe kichwa tuombe, huku ukiamini kwamba matatizo, shida, taabu na wasiwasi wote uliokuwa nayo kwisha kuanzia sasa. Tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Nazareti, mwana kondoo aliye hai, Mungu ulisema niteni nami nitaitika, bisheni nanyi mtafunguliwa, ombeni nanyi mtapewa. Ninakuita mahali hapa, ninakuita mahali hapa, na kwa kuwa umenipa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za kiza na mapando yote ya kishetani, nami natumia neno hilo kuharibu, kuteketeza, kusambaratisha nguvu zote za kiza ambazo zipo kwenye mkoba huu. Kuanzia muda huu, kuanzia dakika hii, hewe shetani, enyi mizimu, enyi majini, enyi roho chafu mliopo humu, ninawaamuru kuanzia sasa mkatoweke kwa jina la Yesu. Ninawasambaratisha kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Mkoba huu utabaki matambara matupu. Zile roho, matambiko,
miti yote ya kishetani iliyochanganywa humu ninavunja kila nguvu kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Ninaagiza moto wa Roho Mtakatifu ukasambae magharibi, mashariki, kaskazini na kusini, ukaharibu kila roho, kila mapando yote ya kishetani, mahali popote ambapo mkoba huu ulitumika kutengenezewa, iwe ni kwenye vichuguu, iwe ni kwenye mito, angani, kwenye miti mikubwa. Ninatuma moto wa Roho Mtakatifu, ninavunja kila roho kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Naharibu nguvu zote za kiza kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Natuma moto wa Roho Mtakatifu kuharibu kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Ninasambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa wewe unabaki matambara kama yalivyo. Roho zote nazisambaratisha kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya kondoo. Kuanzia sasa hutomtesa dada huyu. Kuanzia sasa hutomtesa mume wake. Kuanzia sasa hutotesa kila mtu. Huna nguvu, huna mamlaka kwa jina la Yesu Kristo. Henyi roho na wanyamazisha kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Oh, haleluya. Amen. Haleluya. Mtumishi wa Mungu, uwe na amani. Uwe na amani. Mkoba huu sasa hivi haya ni matambara. Baadaye tunakwenda kuteketeza. Tunakwenda kuchoma matambara haya kanisani mbele za watu. Hakuna chochote kile kitakachokupata. Hakuna ubaya wowote ule utakao